Praise the name of the Lord. Amka kidogo, distrain kidogo. It's the next 30 minutes I will be through. Distrain kidogo. You have only 1 minute. Namtembee kidogo. Sikie vizuri sana. Pumue. Sikie venye unataka. That is 1 minute for you. As we are going to start. And those who are wenye wamekaa nyuma, hizi viti zote ni zetu, mnaweza karibia huko mbele, so that we can hear the word of God. Praise the name of the Lord. Amen. I thank God for my life and for your life. Anatupenda na anatujali sana. Amen. Kwa sababu wengine wetu kama si Mungu tumekuwa pabaya sana. Kama si Mungu hatungeitwa majina ambayo tumeitwa siku ya leo. Wengine tumepitia majanga, weka base kidogo, tumepitia mashida kidogo mzito hapo sasa, na Mungu akatuwezesha kufika mahali tumefika. Kaeni chini tuanze. Baba, nakushukuru kwa muda huu mzuri ambao umetupa. Nakushukuru kwa maana wewe ni mwaminifu. Wewe ni muweza yote. Umenirudisha mahali hapa Bwana nikiwa nimebeba message kutoka mbinguni ambao umenipa niletee watu wako. Bwana, ninapoenda kuhubiri, wacha ukahubiri na mimi, nisije nikahubiri maneno la kinywa changu Bwana. Wacha Roho wa Bwana ashuke, tufanye kazi na yeye Bwana. Shuka Bwana, tufanye kazi na wewe. Shuka Bwana, tupitishe ujumbe wako na wewe. Najua wewe ni mwaminifu, na naamini ya kwamba utatenda katika maisha yetu. Tunapoanza na sisi, na tunapomaliza na sisi. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Yes, Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa James. Mimi ni ule kijana wenyu ambao mnamjua, Sifa Nderigi. Na leo sijakuja na watu wangu. Na wamenituma salamu, wakaniambia kwamba niwasalimie sana. Mimi ni bwana wa mke mmoja ambaye ni mwanamke, na kijana mmoja ambao Mwenyezi Mungu amenibariki na yeye. Namshukuru pasta kwa kazi nzuri ambayo anaendelea kufanya, na pia kwa kunipa nafasi kusimama katika madhabahu. Hii si jambo la kawaida, pasta kukuruhusu usimame kwa madhabahu. Inakuanga ni neema ya Mungu. Na leo sina mengi kwa sababu ya muda, na naona tuko na mambo mengi, lakini namshukuru Mungu tutabarikiwa pamoja. Salimia mwenzako, mwambie hizo salamu ya Evangelist James. Leo mbia mwenzako, leo ni siku ya Mungu katika maisha yako. Siku ya Mungu katika maisha yako. Unajua wakati tuliokoka tulitakiwa tuingizwe katika darasa la wokovu na tuelezwe ni nini maana ya wokovu na ni nini maana ya hii kitu ambacho tumeingia ndani. Praise the name of the Lord. Amen. Wengine wetu hatukuingizwa katika darasa la mwongozo mpya. Hatukuelezewa ni nini maana ya wokovu. Lakini tunapoingizwa katika darasa la wokovu na tuelezwe
ni nini maana ya wokovu na namna tunatakiwa tuishi kwa sababu tumeokoka. Praise the name of the Lord. Tunatakiwa tufunzwe mambo katika darasa la wokovu ili tujue sisi ni akina nani. Na jambo moja watakiwa kufunzwa katika darasa la wokovu ndio hii: watakiwa kufunzwa kuishi maisha ya kiroho. Watakiwa ufunzwe namna ya kutembea katika roho. Praise the name of the Lord. Ujue kumpokea Roho Mtakatifu ama Roho wa Mungu akae ndani yako na aanze kufanya kazi ndani yako. Mungu ametupa roho ili huyu roho afanye kazi ndani yetu, ili huyu roho atuongoze tusije tukatembea kwa namna ama kwa kimwili. Tukitembea katika mwili tuna uwezo tukapotea, lakini tukitembea katika roho hatutapotea. Leo nataka nikufunze kitu kabla. Nimesema nataka kutumia 40 minutes. That is been enough for you to be filled with the Spirit of God. Kujazwa na Roho wa Mungu katika maisha yako. Manabii, mitume, walimu walijazwa na Roho wa Mungu ili wafanye kazi ya Mungu. Peter alijazwa na Roho wa Mungu. Paulo alijazwa na Roho wa Mungu. Yesu mwenyewe alijazwa na Roho wa Mungu. Ili Yesu aweze kushinda majaribu, alijazwa na Roho wa Mungu. Roho wa Mungu hatamsaidia kushinda majaribu kwa sababu Roho alikuwa anakaa ndani yake. Yoshua ili awaongoze wana wa Israeli, Yoshua alijazwa na Roho wa Mungu. Samsoni alijazwa na Roho wa Mungu. Kwa nini hawa wajazwe na Roho wa Mungu? Ili wamfanyie Mungu kazi. Bila shaka tutajazwa na Roho wa Mungu ili tuinue mwili wa Kristo bila kuchoka. Najua hii inaweza kuwa gumu kidogo kwako, lakini utavumilia. Naomba Mungu akuwezeshe. Hawa wote manabii, walimu, milipiti wajazwe na Roho wa Mungu ili wafanye kazi ya Mungu bila kuchoka na bila kushindwa, kwa sababu usipokuwa na Roho wa Mungu ndani yako una uwezekano ukashindwa. Praise the name of the Lord. John, he was filled with the Holy Spirit. Na hata Yohana ilibidi ajazwe na Roho Mtakatifu hata akiwa kwa tumbo. Ukijazwa na Roho wa Mungu, kiwango cha understanding, your understanding huwa inaenda kiwango kingine.
knowledge inapanda juu kiwango kingine. Ukijazwa na Roho wa Mungu, the level of worship inaenda juu. Ukijazwa na Roho wa Mungu, the level of prayer inaenda juu. Lakini tusipopokea Roho wa Mungu na tujazwe na Roho wa Mungu, hatutajua mahali tuko, lakini tutabaki tukifanya mambo tu. Praise the Lord. Amen. Wengine ili wafanye kazi ya Mungu, ilibidi wajazwe na Roho. Wengine ili watumishi the purpose of God in your life, itakubidi ujazwe na Roho wa Mungu wafanye kazi na wewe. Tusipojazwa na Roho wa Mungu, tuna uwezo wengine wetu tukalemewa na imani. Tusipojazwa na Roho wa Mungu, kuna uwezekano tukaendesha ndoa zetu kimwili. Tusipojazwa na Roho wa Mungu, hatutajua namna ya kuendesha familia zetu vizuri na hatutajielewa. Kwa sababu kujazwa na Roho wa Mungu ni Mungu kuchukua usukani ndani ya maisha yako. Roho anaanza kukuongoza, anaanza kukuelimisha, anaanza kufanya kazi ndani yako namna ambayo watu hawataelewa nini inaendelea katika maisha yako. Kujazwa na Roho wa Mungu ni kupokea nguvu kutoka kwa Mungu. Nguvu ambazo zina uwezo wa kudingisha nguvu ama ngome za shetani. Mungu atakutia nguvu kupitia Roho wake. Ndio hizi nguvu ambazo unapata kutoka kwa Mungu zikusaidie kufanya kazi ya Mungu. God gave us spirit. Tuanze hapo ya kwamba Mungu anatupa roho. Kwa sababu gani Mungu anatupa roho? Anatupa roho ili maroho zingine zisipate nafasi kuingia katika maisha. Sababu ambayo inafanya Mungu hatupe roho ni kwa sababu maroho mengine ya kidunia yasipate nafasi katika maisha yako. 2 Timothy 1:7. Wengine wetu tunaona ya kwamba ni kama tumejazwa na Roho, lakini kuna wengine wetu tumetekonyana na maroho ya kidunia, na ndio inaotawala katika maisha yetu. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Nasaidia mtu kabisa.
Nionyeshe tu kwa mkono kama nisaidiwe. Haleluya. Wa pili 1 from 7. 1:7-2. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Bali Mungu hakutupa roho ya uoga. Nimekuambia sababu moja, Mungu anakupa roho hii, anakupa roho achukue usukani ndani ya maisha yako, ili maroho mengine ya ulimwengu yasipate nafasi katika maisha yako. Anajua ya kwamba kuna uwezekano ukiarushiwa roho ya uoga ndani yako. Ndio maana akapeana roho ambao si wa uoga. Ndio kweli anajua unaweza uziwa uoga, lakini ndani yako anaweka roho ambaye anatakiwa apende watu. Lazima ukuwe na roho ya kupenda watu. Haleluya. 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 Ukimpatia huyu roho na ujazwe na huyu roho, watakiwa kujua lazima ukae na huyu roho. Ukimpatia huyu roho na ujazwe na huyu roho, watakiwa ujue lazima, ndugu yangu, ukae na huyu roho. Living in the spirit. Hii ni topic iko na mambo mingi, lakini napitia tu. Mtaniruhusu tu. Hebu tusome Galatians 5:25. Galatians 5:25. Living in the spirit. Kwa sababu moja tukikaa katika roho, tutalaizisha mambo hata kwa pasta. Tutaanza 22. Soma 22 na 25. Galatians 5. Wagalatia 5 22, anza 22 na 25. 22 inasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama haya hakuna sheria. Na hao walio wa Kristo Yesu 25 kama umemaliza 25. Tukiishi kwa roho na tuenende kwa roho, tusijisifu bure, tukichokozana na kuhusudiana. Imeisha. Katini. Tukiishi kwa roho, tutapendana. Tukiishi kwa roho, tutasaidiana. Tukiishi kwa roho, uaminifu utapatikana ndani yetu. Tukiishi kwa roho, tutarahisisha maisha yetu. Unaweza ukakaa maisha ya kimwili. Ni maana Paulo anawaonya watu, msikae katika mwili.
kwa sababu ukikaa katika mwili kuna hatari mingi kukaa katika mwili. Ukiwa katika mwili kuna uwezekano utapotea haraka. Nikasema kwamba mtu anayekaa katika mwili ana uwezekano akalimona imani. Ukiishi katika mwili utavaa vile unataka. Ukiishi katika mwili utavaa vile unataka, lakini ukiishi katika roho utatambua hapa ni kanisani na natakiwa nivae namna hii. Roho atakuongoza. Najua nilisikia watu wakisema nini, na hao watu walikuwa wanasema watu wa kanisa Walisema tuko na mafasi ya kila mahali, ya kanisani na ya huko nje. Hivyo ndio wanasema. Kwa hivyo huyu mtu anajua mimi nikivaa hii navaa kwa disco, nikivaa hii navaa kwa kanisa, lakini huyu ni mtu wa kanisa. Mtu anayesema namna hiyo hayuko kwa roho, kwa sababu nimekuambia ukiokoka unaingizwa katika darasa la mwongozo mpya, unafundishwa namna ya kutembea katika roho na namna ya kuvaa na faida za wokovu katika maisha yako. Wakati mwingine nikikuta pasa, unipe muda nifundishe maisha baada ya wokovu. Kama Mkristo, Roho wa Mungu akiingia ndani yako anakusaidia kumjua Mungu zaidi na kumwelewa Mungu zaidi na kumwogopa Mungu zaidi. Hautapokea roho ya masengenyo, hautapokea roho ya chuki, hautapokea roho ya hasira, na umpende Mungu. Ukipokea roho wa Mungu na akae ndani yako, unarahisisha maisha yako ya wokovu. Nikakwambia walimu, waandishi, manabii, ili wafanye kile ambacho Mungu aliwatuma, ili wabidi bila tena, ili wabidi wapokee na wajazwe na Roho wa Mungu, ili wafanye kazi ya Mungu. Hatujafanya kazi ya Mungu kimwili. Watu wa Mungu hata hakuna tofauti na watu wa dunia, lakini Roho akiingia ndani yako analeta roho ya utofauti, na watu wanaanza kusoma kutoka kwako. Ni kwa sababu Roho wa Mungu anaanza kufanya kazi, anakufanya wewe ujio kwa wengine. When you receive the Holy Spirit, yeye wana kucontrol. He take control of your life. Anakuonyesha zile njia utapita. Atakuonyesha namna ya kuongea.
atakuelimisha mengi kuhusu maisha yako. Hatafanya mambo yawe rahisi kwako. Wakati unaomba unasikika kwa haraka. Roho wa Mungu akiingia ndani yako, ni Mungu mwenyewe huwa anaingia ndani yako na anaanza kufanya kazi ndani yako. Shida iko hapa. Wengine wetu tumezaliwa maeneo ina hatari. Wengine wetu huko manyumbani tumetoka, tunaongozwa na maroho ya shetani. Na nimekuambia roho ya shetani huwa inaondolewa na roho ya Mungu. Huwa unasikia vile tunasema unajazwa, yani unajaa. Unapata hakuna nafasi nyingine ya roho nyingine kuingia. Roho akijaa ndani yako, hakuna nafasi ya roho nyingine itaingia. Maroho ya shetani huwa yanaogopa roho wa Mungu sana. Ndio maana ukiokoka anakupa nguvu za kuondoa maroho ambayo imekuwa ikikuandama, ambayo imekuwa ikikufunga, ambayo imekuwa ikikuangaisha. Nguvu za kutia so that the Spirit of God is settled ndani yako. Sikia hivyo. Sisi tumezaliwa eneo la roho, ya hiyo eneo haituruhusu sisi tusote mbele. Lakini sisi tunajua ya kwamba siri ya kuponea katika ulimwengu ni kukubali Yesu katika maisha yetu. Na wakati tulipomkubali katika jamii kubwa, jamii yetu ni kubwa kiasi ya kwamba almost on that village ni wetu. Wote, karibu wote ni wetu. Zamani kwa sababu ni kubwa, kwa sababu baba yetu alikuwa na mabibi watatu. Kwa hivyo hiyo jamii inaitwa kumi, ni kubwa. Ni kama hii almost karibu hii Kibra ni kubwa. Hao watu wanakaa huko. And that place, the spirit of that place hazialala watu wawe na wakati wa ndugu zao. Lakini nilipogundua lazima nijazwe na roho, ndio ninapojazwa hakuna nafasi ya maroho mengine. Nikamkubali Yesu akaingia ndani yangu. Wakati nilipojazwa na roho zingine akaniondolea. Because the more you pray, huwezi kuwa unaomba lakini bado maroho yanakufunga. Haiwezekani. Kama wewe ni muombezi, maroho haitakusumbua. Kilichotusaidia pasa ni kumkubali Yesu, tukae ndani yake. Na wakati tulipomkubali sisi, kwa hiyo jamii ndio ile maskini ilikuwa kubwa. Wacha niseme maskini kubwa. Sisi kwa hiyo jamii tulikosa nyumba, tulikosa nafasi, tulikosa chakula, tulilala nje, tulitumika na watu katika hiyo jamii. But I want to tell you something. Today we have the light of us.
kwa hiyo jamii, kwa hiyo ukoo, sisi ndio tu wale watu ambao tunaangaliwa, hata kama hatujabarikiwa sana, lakini they can give an example with us. Mungu alianza kutufungulia milango kwa sababu tunamkubali. Ambia mwenzako jaa na upendo, jaa na Roho Mtakatifu. Hata hiyo maroho ingine ikose mahali ya kwenda. Maroho yanatusumbua ni kwa sababu bado hatujajazwa. Tunalemewa na mambo ni kwa sababu bado hatujajazwa. Tunakosa kazi kwa sababu bado hatujajazwa. Familia zina mashida, lakini ni kwa sababu bado hatujajazwa. Unaona mimi? Sema mbuzi mwenzako mwambie unaona mchungaji. Unaona mchungaji. Ule ni ndugu yangu ule. Jose huyu. Jose simama kidogo. Huyu ni ndugu yangu. Ndio ananifuata. Ili tu survive kwetu, tulifichwa nje kama ng'ombe kwa watu, kwa boma za watu tu survive. Lakini wakati tumemkubali Yesu, na mimi nikaambia Mungu jaza kila mahali, na unatuelewa, eneo Mungu alijaza. Mungu, ambia mwenzako uniache ning'are. Niache ning'are. Uza mwenzako mwambie niache ning'are. Niache ning'are. I don't know the reason why I'm telling you this, but napendanga kushuhudia ndio watu waone. Usione wewe uko hapo utainuliwa. God is going to lift you. Nisaidia hakuna mtu ataamini. I just imagine today. Nachini mimi napeana nguo. Date 23. I'm visiting an orphans. Pale 44. Nikiwa ninabeba magunia ya nguo. And I'm going to bless them. Niliomba nguo. Wale unaomba wakupe. Yeye aliomba nguo. The whole family. But today, the whole family, my family, tulipeleka crusade huko. Ukijazwa na Roho, kesho yako itakuwa testimony kwa wengine. They will not turn around. Have your life, your history, whatever you are doing, ukijazwa na Roho, kutakuwa na mabadiliko ya dharura. Ngine tunachukua bure. Lakini Roho akiingia ndani yako anafanya upendo. Amen. Haleluya. Amen. Wengine si ati wanakaa na wewe kwa sababu wanakupenda. Ni ule Roho umebeba anawasukuma wakae na wao. Amen. Wengine wamekupa kazi lakini wanakuchukia.
because you're carrying the Spirit of God. Ukisikia nasema nikiwa ndani yako, ukiwa ndani yangu na mimi nikiwa ndani yako. Akarudi tena akasema miili yenu hamjui ni hekalu ya Mungu. Kwa hivyo Mungu huwa anakaa ndani yetu ili tupendeze, ili tukubalike, ili mambo yako yawe mazuri. Akiwa ndani yako, challenges zitakuja na zitapita. Amen. Kujazwa na Roho. Hallelujah. Anasema tena roho zingine si kila roho tukubali. You must test. You must test. Lakini kwa sababu yeye ako ndani yako, hawezi akaruhusu roho chafu haingie ndani yako. Roho Mtakatifu anakaa mahali patakatifu. Kwa hivyo lazima kama amekaa ndani yako, lazima kiwango cha utakatifu kiinuke juu chako. Ngaide kama mambo yetu ya kwamba Mungu akaangi mahali kuna uchafu. Wakikweli kusema nini? Gaidi kala nyumba ina giko. Waambie Gaidi kala nyumba ina giko. Mungu hawezi kaa nyumba imejaa masengenyo. Mungu hawezi kaa nyumba imejawa na chuki. Mungu hawezi kaa nyumba imejawa na fitina. Mungu hawezi kaa na nyumba inalisha pombe kila siku. Mungu hawezi kaa. Kutomwabudu Mungu ni uchafu, na kutomwomba Mungu pia ni uchafu. Amen. Ili Roho wa Mungu akae ndani yako, lazima hekalu iwe safi. Amen. Lazima nyumba yake iwe safi. Amen. Lazima uwe msafi. Amen. Lazima uwe wa kupendesha. Lazima ukae kama mtu ambaye ameokoka. Amen. Lazima uchague marafiki. Ili Mungu akae ndani yako, lazima uchague marafiki. Hata kazi lazima uchague. Amen. Hebu imagine, I find a friend of mine, ani mwinjilisti, anauza kwa club, na anakuja kuhubiri Injili. Wachana na mshirika, mwinjilisti, anauza kwa club, na anakuja kuhubiri kanisa. Ili Mungu akae ndani yako, basi lazima tuchague kazi ambazo hatutafanya jina la Mungu liletwe. Lazima tuchague kazi. Tunalemewa na mambo ni kwa sababu hatujasafisha nyumba ya Mungu ambayo iko ndani yako.
lazima kae mahali pasafi. Hamjui miili yenu ni hekalu ya Mungu. Mlizikana miili yenu ni nyumba yake. Hata zile vitu simple, zile simple tu, miili yetu ni hekalu ya Mungu. Hiyo inatosha tu tuokoke Mungu. Yaani amejileta ndio ili miili yako isipotee, anaifanya kuwa nyumba yake. Ndio ili arahisishe mambo yako katika maisha yako. Akaamua mimi nitakaa ndani ya church ili nirahisishe mambo yake. Ili akae ndani ya Samuel, na Samuel hazikuwa na maisha magumu. Mungu akaamua ya kwamba atakaa ndani yako. Ndio ili Samuel, vita zinazokuja katika maisha yako hakupiganie, akakaa ndani yako. Ndio ili vita zikitokea anajua unapigwa. Wakitega mitego ambayo wanaweza tega, Mungu akae akaamua ya kwamba hili hizi mitego nitegua, lazima nikae ndani yao. Mimi najua, naelewa. Wengine wetu dunia inaweza kutuchanganya. Anatuambia kwamba tusijiane na mambo ya dunia, kwa sababu anajua mambo ya dunia ni chukizo mbele ya macho yake. Anajua dunia ina uwezo ya kubadilisha ukweli wa Mungu ulio ndani yako ikawa uongo. Kwa hivyo lazima ujazwe na Roho ndio mambo yako yawe mazuri. Amen. Tusomee hii ndio nimalizie. Simama tu tumalizie kwa sababu ya time. Romans 8:26. I want to finish. Kitu ambacho kinaweza kasimisha Mungu ni wewe kukaa maisha ya kimwili. Lazima ukae maisha ya kiroho ndio maisha yako ipendeze Mungu. Ili umpendeze Mungu lazima ukae maisha ya kiroho. Ili umpendeze Mungu lazima ukae za zote umejazwa na Roho. Ndio ili Roho akuongoze namna utakayoenda. Warumi 8:26. Kadhalika Roho naye Roho hutusaidia udhaifu wetu. Hutusaidia katika udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo. Lakini Roho mwenyewe hutuombea
kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Yes. Tumefika mwisho. Rudia tena. Pole. Warumi 8:26. Hapo ndio namalizia. Kadhalika Roho naye utusaidia. Kadhalika naye Roho naye utusaidia Udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba. Jinsi ipasavyo. Lakini Roho mwenyewe tuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kwa sababu Roho mwenyewe anatuombea. Hebu sikia. Huyu Roho amesongesha tena mipaka. Anasema ya kwamba anajua tujui kuomba, lakini yeye anatusaidia kuomba. Kwa hiyo Roho anaingia ndani yetu ili atusaidie kupunguza makali udhaifu wetu. Sisi kama nimeeleweka. Roho anaingia ndani yetu atusaidie kuomba, kwa sababu anajua tusipoomba kuna uwezekano madhaifu yetu yakatushinda nguvu, lakini anakaa ndani yetu ili atusaidie kupunguza makali madhaifu yetu. Kuna wimbo inaimba hivi: nikiwa nawe ndani yangu, nikiwa nawe sijapotea, sijachelewa. Nataka tuimbe hivyo. Please praise and worship Him kidogo tu, then we finish the prayer. Just 2 minutes, 2 minutes. Nikiwa nawe ndani yangu, nikiwa nawe sijachelewa. Ndani yangu, nikiwa nawe sijachelewa. Nikiwa nawe ndani yangu, nikiwa sijachelewa.
Ukiwa na Mungu bado utachelewa. Ukiwa na Yesu bado utachelewa. Ukiwa na Yesu bado utachelewa kupona. Bado utachelewa kupata kazi. Bado utachelewa kuolewa. Bado utachelewa kuomba. I want to pray to finish. Mungu, tumesikia neno lako. Tumesikia neno lako. Ya kwamba lazima tupase roho. Ili tukupendeze. Ili mambo yetu yawe sawa. Lazima tutembee katika roho. Ili mambo yetu katika jamii zetu, katika ndoa zetu, katika kazi zetu, ili yawe mazuri, lazima tujazwe na Roho Mtakatifu. Nimejua ya kwamba Roho anatuombea. Roho anatuombea. Bwana, naomba usije kutuombea. Wengine wetu tumebebesha mizigo mizito, lakini ukituombea tutarahisishikia mambo. Tutapumzika. Tutapumzika. Wengine tuko hali mbaya ya magonjwa, lakini Bwana ukituombea mambo yetu yanakuwa sawa. Mambo yetu yanakuwa sawa. Tawala maisha yetu. Roho atuongoze katika kila jambo. Napomaliza, asante Bwana kwa kuwa pamoja nasi. Asante Bwana. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba kwa amina. Amen. Tushangilie Bwana siku ya leo. Shangilie Yesu. Shangilie Yesu. Amen. Tell your neighbor, your body is the temple of the Holy Spirit. Keti tuti kidogo, tunamaliza tuwe nyumbani sasa. Amen. Ndio jirani yako, mwili wako is the temple of the Holy Spirit. Tuko pamoja.